Shehe wetu mkuu wa Tanzania na mufti, wajumbe wa baraza la ulama, shehe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, natambua uwepo wa mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano ya Tanzania ambayo ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam mstaafu na mlezi wa msikiti huu, mashehe mbalimbali na viongozi wa misikiti mbalimbali ambao leo tumejumuika pamoja, mwenyekiti wa bodi ya msikiti wetu, bila kumsahau mfadhili wetu Bwana Yusuf Misikiti. Lazima tumkumbuke na tumtambue huyu, pamoja na bodi ya msikiti huu na waumini wenzangu wote, wanaume lakini pia na mama, waandishi wa habari na jamii iliyoko hapa kwetu. Kimsingi muda umetuishia. Kabla ya adhana yazungumza kidogo sana, kwa sababu viongozi wetu wa dini waliobobea walipata fursa ya kusema mambo mengi yanayohusu Uislamu. Mimi nimefarijika kupata heshima ya kuja kuuzindua msikiti huu muhimu ulioko mahali muhimu ili uanze kutumika rasmi. Lakini pia nimpongeze sana mufti kwenye uongozi wake toka ameingia madarakani. Yako mambo mengi sana ameyafanya. Moja, kutuunganisha Waislamu. Ziko taasisi mbalimbali za Kiislamu. Huko awali kulikuwa na kutoelewana kwa taasisi moja na nyingine. Leo hii tunashuhudia utulivu. Utulivu huu ni kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Mufti. Tunakushukuru. Leo tunazungumza lugha moja, jambo ni la kheri. Lakini mpongeze pia, juzi ndio umerudi Maka kusindikiza Watanzania, Waislamu wa Tanzania waliokwenda kuhiji Maka. Mmeenda salama, mmerudi salama. Jukumu letu tulionalo sasa ni kuombea nchi yetu, kumwombea rais wetu ambaye ni kiongozi mkuu wa serikali, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kuiombea nchi hii, endelee kuwa ya amani na utulivu kama ambavyo sasa tunaona utulivu uendelee hivyo. Na hili ndio jukumu la viongozi wa dini, iwe ni Waislamu au Wakristo, nalo jukumu kubwa. Na hakika sisi tunashuhudia namna mnavyofanya kazi nzuri kutumia nyumba hizi za ibada kuiunganisha jamii, kuiasa jamii kwa mambo mema, kuendelea kuwafanya wananchi wala watu wetu wawe kitu kimoja. Naamini jukumu hili sasa litahamia kwenye msikiti wetu mpya. Na msikiti huu kwa bahati nzuri umekaa eneo muhimu. Eneo hili ni eneo la kibiashara sana, makazi machache. Msikiti huu utakuwa na manufaa makubwa kwa jamii hii. Biashara afanye biashara zake na msikiti, anakimbia kuja hapa afanye sala, alafu anarudi hiyo. Kwa hiyo tuendelee kutoa nafasi kwa wote wanaokuja kupata swala hapa waweze kupata nafasi hiyo. Nikupongeze sana wewe uliyetoa chako kujenga msikiti huu. Kama ilivyoelezwa awali, hapa kuna historia ndefu ya muda mrefu, lakini tulikuwa tujapata msikiti wa maana. Leo tunauzindua msikiti wenye viwango uliojengwa na wewe kwa pesa yako. Mwenyezi Mungu aendelee kukuongezea hapo ulipotoka. Naamini wote hapa wataendelea kukuombea na sisi tutakuombea pia. Uendelee kujenga misikiti huko ushuke mpaka huko dasi juu. Basi unashuka Rufiji kidogo, unasogea kidogo. Tujenge mpaka huko. Watu wamecheka, ndio wamenielewa. Na kuhitaji na sisi huko wangu. Kwa hiyo ni mambo mema. Bodi ya wadhamini nalo jukumu kubwa la kuutunza msikiti huu. Gharama ni kubwa, na uzuri wenu nyie mmeweka na uwekezaji maduka
ambayo itakuwa inachangia mapato kwenye msikiti wetu. Alichokuwa akisema Mufti hakusema kwa bahati mbaya, na ameyazungumza hapa kwenye msikiti huu pia. Anajua kwamba na nyie mna uwekezaji utakao wapatia pato dogo dogo, basi wale ambao wanasaidia kufanya msikiti huu kuwa bora, endeleeni kuwaona na kuwatambua na kuthamini mchango wao. Hili sina mashaka kwa bodi, na kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, ombi lako na siri yako na umeeleza hiyo kama sera ya misikiti ya Kiislamu, basi tuangalie wale wasaidizi wa misikiti. Ndugu Waislamu wenzangu, tuendelee kuhakikisha kwamba kila palipo na msikiti inatumika vizuri. Viongozi wakuu wa misikiti waendelee kuhakikisha kwamba misikiti hii inapata fursa ya kuzungumza na umma, na ndio kwa sababu maeneo mengine yana spika, loud speaker zile zinatoa sauti ili kuwakumbusha Watanzania kwamba tunahitaji kushikamana kwa watulivu na kuhakikisha kwamba yale mafundisho yanayotolewa na viongozi wa dini tunayazingatia. Kama nilivyosema awali, viongozi wa dini wameeleza vizuri kabisa mambo muhimu kwenye dini yetu ya Uislamu. Mimi nimekuja kufanya kazi ndogo tu ya kuwasalimu, kuweka nyongeza ya haya niliyosema kwa yale yaliyozungumzwa na viongozi wa dini, na kupata fursa sasa kuzindua ili tuingie msikitini, na kwa kuwa muda umeshafika wa kwenda sasa kwenye swala, basi tuwe nafasi hiyo ili wote tuanze jukumu kubwa ambalo tunalo mchana. Niwashukuru sana, nimefurahi kukutana nanyi. Sasa hizi ndio nafasi za kukutana na watu, kukutana na Waislamu wenzangu. Tuendelee kuombeana, tuendelee kutakiana heri, tuendelee kuhimizana mambo muhimu, mambo mema. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana. Asante sana.